Pita sasa kukimbia kwenye mabomu kwa sababu yako kila mahali na ajui mahali hapo atafanyaje. Pita katikati, wacha atakavyokuwa. Huyo! Aha. Jomba anakuja resiresi mara mmoja kasikia kacha. Ina maana amekanyaga kitu. Akitoa mguu hapo limenuka. Jomba anachimbua, anaamua kufanya vitu vyake mwenyewe. Ana machungu absela. Anaema tu mwanaume amekanyaga dude hiyo hapo mzee. Kinyofoa mguu hapo ameenda na maji. Fanyaje sasa? Amechimba ile bomu kwa makusudio alikimbie. Je, atatoka hai? Maana hakuna msaada. Mungu wangu. Ameshalichimba sasa ili lisimwai. Akajiachia. Kaelekea wapi? Kumbe jamaa alirukia kuna kabonde fulani hapo ndio hicho kalichomsaidia. Anaitwa Langfeng. Anainuka kuchungulia. Kimepita. Mungu wangu. Kuna sniper kumbe yuko hapa. Kuda deki. Ni kina nani sasa? Wameingilia mchezo, ni kina nani? Akachungulia tena. Ni kuna sniper kule yuko maeneo haya ya. Msikaji kabidi akahang namna hiyo akadansi. Akaserereka, kumbuka naye ni sniper kwa anajua kuhama. Anageuka mzee mikosogoswa. Sniper mwenzake akugundua kwamba mlengaji yuko wapi. Anasema sekunde 5. Ndio ni zaidi ya sekunde 5 maana usniper yuko sharpu. Kwa hiyo jamaa anatakiwa acheze sekunde 5. Sniper ukimpa sekunde 2 anaweza kukua. Sasa huyu amepewa 5. Anaangalia na gundua sniper ndo anachomoa pipe. Kwa hiyo anamuona wakati anachomoka. Ifa ameama section. Jomba anamtafuta. Ikabidi ahame section naye. Yaani hii inaitwa kuhama, hama ni kuhamie huko. Hii inapigwa upepo sentimita 10 kutoka upepo unapotokea, ndipo risasi inapopigiwa ili irudi katika sekta ambayo inatakiwa ipigiwe. Ngoma ikavutwa namna hiyo. Kumbuka hizi ni miwani za shetani. Katika kusaka akagundua yuko hapa. Huyu hapa. Kasha muona. Kachi amekataa. Katema jani. Manake hajawahi kosa mtu. Leo kakosa mtu, alitema na jani. Akagundua kuna fara analenga kinyama. Huyo kila mtu amepima sentimita 10 kulingana na hali ya hewa iliyokuwepo hapa. Kila mtu kapima sentimita 10 upepo unapotokea kwa upande wake. Sasa ni uso kwa uso. Huyu upande wa kushoto na huyu upande wa kulia. Anaachia! Ameonwa! Anachelewa, anakuta ngoma ishaachiwa tayari. Ngoma hii hapo hewani mzee. Wow! Dude hilo sentimita 10 katikati. Kinazama. Huyu anaikataa. Alafu anarudi kwenye position. Anachungulia, anakuta 0 pale. Hiyo risasi achana nayo. Hizo ni mita buku, yani kilomita 1. Risasi yake ni milimita 12. Unene na urefu ni inchi 3. Ikitembea ina maana ina uwezo wa kupishana na upepo wote ambao uko hewani. Milimita 12 ni sawa na kile kidole matusi, yani kinene hivyo. Alafu urefu wa inchi 3 ni maana yake ni inchi 3, ni kipimo kirefu tu. Jomba ametulia. Anameza mate kama gobori ya shintano. Jilete uletwe. Kipimo kile. Sentimita 10 upande wa kushoto. Upepo unapotokea ikakazwa kidogo. Risasi inapelekwa sentimita 10 upepo unapotokea. Maana yake mpigaji yuko mbali sana. Anafanya kujaribu sasa ili aweze kumluya, yani kumvuta ngasa. Wewe bad man. Akagundua hapa kuna kamchezo kameingiliana. Akaama pause. Mamba anaamka na gazabu. Ina maana yeye kijimixi vibaya amekwenda na maji. Sasa mchezo ni uso kwa uso. Wow! Wewe bad man. Ukumbuke kipimo ni kile inchi 10, sentimita 10 kutoka upepo unapotokea, ndipo risasi inapigiwa ili ifike kwenye moyo ama utosi. Kizaazaa kinawaka na moto. Asikwambie mtu moto umewaka. Jomba anapiga kibatisha hapa alipo, lakini anagundua hamna. Lakini bado hajamuona anayemlenga yuko wapi. Lakini anayelengwa naye yuko anachungulia kwenye uvungu. Kama anaweza akapata nafasi na ya kufanya mashambulizi. Ni kweli aliona kuna chemba iko hapa.
Sasa kwenye chemba hii anasukumia na yeye bunduki lake. Huyu jamaa anaangalizia kupitia kwenye kipago cha mti. Pembeni kidogo kuna burushuti limefunikwa turubai. Ni hapo hapo na yeye jamaa turubai hilo hilo anasukuma na yeye mtarimbo wake, hakikisha anamaliza kazi. Leo ndo leo, asemaye kesho hatumjui. Umbali unaonekana ndio huo kama unavyoona. Kwenye hayo mafurushi na kwenye hayo mavitu mangazi ya juu hayo. Jomba huyu hapa anaangalia kwenye mafurushi lakini hajaona. Sasa anagundua kuna mtarimbo huu hapa. Umeona? Anaona ngome imechomoza. Akagundua hapa kuna fara hapa. Lakini jamani alishamuona tayari, lakini anashindwa kujitokeza kwa sababu pia sana akapiga bega kwa bega. Huyu kapigwa left, huyu kapigwa right. Yes. Wow. Mwana huyu alipo, alafu kamera inatupeleka tumtizame na yule kule alipo. Kwa hiyo hao wote wanatumia kile kipago cha mti, yani mti ile tawi na tawi, risasi ndio ipite center. Jomba japo alipigwa mkono wa kulia lakini bado alikoki. Hii vita sijui itaamuliwa na nani. Haya, twende. Sasa kapigwa mkono wa kushoto. Kwa hiyo mkono wa kulia bado una uwezo wa kufanya kitu, maana ndio mkono wa kuume. Yule kapigwa mkono wa kulia. Kwa hiyo kunyanyua mzigo kuweka kwenye target kidogo inaweza kawa shida. Muda unazidi kwenda, kila mmoja ametake over, amejificha mahali. Labda pengine anaweza akachukua muda kabla ya tukio. Hebu tusikilize tuone ngoma inasemaje. Manake hapa kila mtu ana machule, kila mtu ana machungu. Drone kwa juu inatuonesha umbali wa watu waliokuepo, sio mbali sana. Ni kama hatua 60 hivi au 55. Sasa mchezo huu hauhitaji hasira ndugu yangu. Hebu twende tuangalie nani zaidi. Bwana anafanya maamuzi. Mwamba anafanya maamuzi. Sasa tuwakae tu wazi. Ikaachiwa hiyo. Anaicheki ngome inakuja. Huyu akawa mwisho kuachia. Hizi risasi zinatembea taratibu lakini huwa ni nzito ili kupinga upepo. Sasa ngome icho hewani kwa hewani zinapishana. Hii kachuruzwa ikaenda kuwasha moto. Huyu kapokea utosi, huyu kawasha moto. Ina maana risasi yake ilipotezwa uelekeo kulingana na risasi ya bwana baada ya kuchuruzana ingani. Maana target ilikuwa ni moja. Kwa hiyo huyu mzigo ulimuingia utosini. Target ni moja tu. Yaani sehemu ya kulengea ndio hiyo hiyo. Maana wametazamana. Kwa hiyo lazima ipigwe risasi katika njia hiyo hiyo ambayo anaipigia huyu na huyu atapigia huyo, kwa sababu hao wote ni wataalamu. Alimsubiri mwenzake apige, alafu kisha akapiga yeye. Akawa ameweza kumwamba ya utosi. Hivyo mwamba alikamilisha kisasi chake.